Bwana mchungaji, mambo vipi? Mungu ni mwema sana. Mwema kabisa. Mungu ni mwaminifu. 2-1 zidi ya Big Man, umeionaje Simba? Mechi ilikuwa ngumu. Mechi ilikuwa ngumu na watu hawajajua tu. Ile mechi ilikuwa ngumu na tungeendelea vile jambo angepata sare. Na mngeendelea? Kwa sababu ile timu imesheheni wachezaji ambao ni wazoefu wa ligi. Wakina Ngoma, wako mle, wachezaji kutoka Zanzibar ambao wanacheza ligi kuu ya Zanzibar. Kwa hiyo ni timu ambayo imeenea kwa ujumla. Kwa hiyo kwa ujumla ile mechi ilikuwa ni ngumu sana kwetu. Tumeshukuru kupata hizi point 3. Imetuvusha na sisi tumeenda nusu. Imetuvusha kwenda nusu finali. Unavyoiona Big Man imekuwa kipimo sahihi kuelekea zidi ya Al Masry tarehe 2? Ni mechi ambayo imetupa challenge. Sema wachezaji karibu wengine wameingizwa, wamecheza ambao hata ile mechi na Al Masry watacheza. Ni mechi ambayo kwetu vile vile ilikuwa ni ngumu sana. Na kwa ujumla ni kwamba tumefurahi sisi kupatikana kwa kitendo cha Simba kwenda nusu finali. Sisi tumefurahi zaidi. Kwa hiyo wana Simba wala sio na wasiwasi, mechi na Al Masry sisi tutaenda kushinda kule. Hii tutaenda kushinda, mbona unaiongea kwa kujiamini sana? Mimi sinajua vitu. Mimi sijaje kusema kitu kikashindikana. Haijaje kutoka siku. Nikwambia kitu kinakuwa. Nikwambia timu inashinda. Nikwambia timu inafungwa. Simba hii ambayo haina Chamaloni wala Kamara. Simba ya kimataifa hata kama hao singekuepo tungechukua Simba B. Ukishaambia tu hii mechi na kimataifa Simba lazima afanye vizuri siku zote. Yaani siku zote ukisikia kwamba Simba anakwambia hii mechi ya kimataifa hata kama yeye hayupo. Yaani hata kama hii first 11 haipo Simba lazima ifanye vizuri siku zote. Panzo katoka anachechemea. Ni nje ya kawaida. Yaani ni kawaida yani. Sio kusema kwamba ni timu ambayo unaweza kusema kwamba inaweza kusababisha eti asicheze mechi. Hiyo kitu hicho hakipo. Ikitokea asicheze inayo inaweza ikaathiri. Simba iathiri. Kuna kina cha Sambi wapo. Cha Sambi wakina nani wapo? Nani huyo Norway. Timu imeenea. Kwa hiyo kwa jumla wala wana Simba wala sio na wasiwasi. Sisi mechi hiyo sisi tunaenda kushinda. Na watu kiamba kushinda sio wanaelewi. Unajua Tanzania wengi sana ni kuelewa ni mdogo sana. Baadhi yao Mungu asamee. Yaani kitu kwamba wanashinda wakuelewa, yaani mpaka waone. Wakiona ndio wanakuja kuelewa kwamba kumbe mchungaji alisema. Mimi sijawahi kusema kitu kikafeli. Nimekuambia Yanga robo finali haendi, Yanga hakwenda. Nikwambia Yanga atafungwa na Azam, kafungwa na Azam. Nikwambia Yanga atafungwa na Tabora, amefungwa na Tabora. Mimi siwezi kusema kitu bila kujua. Ila kalama kwenda watu watanielewa tu mdogo mpaka watu wote wataelewa. Hebu waambie mashabiki wa Simba ili gari kwa jinsi lilivyowaka yuko kimataifa mpaka stage gani? Hii ni volcano. Watu wajajua. Hii mechi yani Simba sasa hivi ni volcano. Ni Simba ambayo tunaitegemea mwaka huu kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika. Nani atatuzuia sisi? Hakuna mtu kutuzuia. Zamalek tunaweza kucheza naye nusu finali. Nisikilize kwambie. Tunaenda kurudi historia ile miaka ile ambayo Simba alimtoa. Kumbuka Simba sisi tunaanzia sasa hivi away. Tunajua kumaliza nyumbani. Meta nusu finali tuanzia hapa. Hapo tunaenda kumalizia wapi? Tunaenda kumalizia away. Kwa hiyo ni mzunguko huu ambao unaendelea. Kama mzunguko unaendelea ndio Simba aenda kuchukua ubingwa kwa kupitia Zamalek. Zamalek sisi tumemtoa kule kwao. Au mko mjazaliwa miaka hiyo. Zamalek tulimtoa kule kwao kwa pena 2003. Akiwa bingwa wa Afrika. Hatujazaliwa. Na tabia ya historia wake inajirudiaga. Kwa hiyo Simba inaweza kujirudia. Simba akaenda kuchukua akashinda finali, najua Simba ataweza kucheza na Berkane. Shika mambo weka. Kumbukumbu. Mimi wanaekaga Ansadi. Kumbukumbu wake zinakaa kwamba Simba atacheza finali na nani? Na Berkane. Simba atacheza finali na Berkane. Chukua hiyo kaa nayo. Simba ataenda kucheza. Hebu rudie kwa mara ya mwisho kwa msisitizo. Simba ataenda kucheza finali na Berkane. Imeisha hiyo. Hiyo imeisha. Na lingine ambalo watu wa Simba inabidi waelewe. Timu yao waga wanaichukulia poa sana. Ni timu kubwa barani Afrika kwa sasa hivi. Na ndio timu ambazo zinapewa nafasi ya kuchukua ubingwa kombe la shirikisho. Timu ambazo zinapewa ubingwa ni Zamalek pamoja na Simba. Na jamaa Musaija wanasema kama Simba atachukua ubingwa wa kombe la shirikisho mimi nitashangaa. Kila kitu Simba wanacho. Shida ya Simba ilikuwa kumpata mtu kama Eli. Ndio shida ilikuwepo. Lakini umesema hata sipokuwepo cha Sambi anafanya kazi yake. Shida kubwa ya Simba ilikuwa kutompata mtu kama Eli Mpanzu. Eli Mpanzu ni mtu ambaye yeye alikuwa anaingia, ni mtu ambaye anaingia na kuchukua watu wawili watatu ndio watu tulikuwa tunakosa ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kitendo cha Eli Mpanzu kuwepo, mambo yako hapa. Bwana turudi sasa hapa nyumbani. Kikao kimefanyika kikubwa sana Benjamin Mkapa. Bado haijaeleweka, kikao hakijatoa msimamo wa mwisho. Kwa upande wako unaonaje, dabi irudiwe au kila mtu kwa busara achukue alama moja? Hakuna cha busara. Nisikize kwambie. Mechi imevunjwa kwa kanuni. Sisi kwa makini. Bodi ya ligi hawawezi kukurupuka kwa kusema navunja mechi. Mechi inavunjwa kwa kanuni. Yaani kuna kanuni zipo za bodi ya ligi za kuvunja mechi. Kwa hiyo wao wametembea na ile kanuni. Kama wametembea na ile kanuni, Yanga Afrika wanalalamika kitu gani? Dabi nikwambie sasa. Tarehe ya dabi itapangwa.
Na mimi ninavyojua Yanga hawatakuja. Walikuwepo Benjamin Mkapa wale kushinikiza kwamba kutocheza. Twende taratibu. Dabi itapangwa siku ya dabi. Yanga ninavyojua hawatapeleka timu. Simba watakachofanya wao au bodi itakachofanya wao, waamuzi wataenda mpaka kwenye mechi. Umeelewa? Filimbi itapulizwa mara 3, Simba itapata pointi 3, Simba bingwa. Simba? Yanga ni wajanja tokea 2018 mimi nawajua. Wakishachungulia ushajua ubingwa sichukui, waanza kufanya vurugu. Leo wamefanya uhuni. Leo nenda uwanjani pale si uhuni unaenda kufanya. Eti watu wanashinikiza ataka pointi 3. Dunia leo upewe pointi 3 za bure, lazima ucheze. Wanasema wamepewa futari. Wanasema eti sisi tunataka pointi 3. Nani akupe pointi 3? Ni lazima ucheze mechi ili upewe pointi 3. Kwa hiyo ule uhuni waliofanya leo ndio uhuni ule. Kwanza mimi nashangaa kwa nini kupelekwa askari wale. Wala ungekamata wote weka ndani. Wewe mchungaji bwana, polisi. Nasema hivi wala ingelitoa askari. Unaweza kufanya vurugu. Waliojaa kwa Mkapa. Akaria kapita, wamemchungulia. Akaria amepita pale wamemchungulia. Umeelewa? Amesha kioo, kawaangalia wote wale. Amepita injinia ameendeleni. Sura ndio mpaka waendelee na sinema zao. Sinema zao. Zile sinema zao za Yanga Afrika. Na wamechapisha mpaka na nini? Na fulana. Hatuchezi. Wao wasipocheza Simba atapewa pointi 3. Na tunatamani wasicheze hiyo mechi. Bwana twende kwenye lile. Sikiliza kwa makini, enda nayo hii. Tarehe itapangwa, serikali nyinyi mnajua. Hizi timu za Simba ni za serikali. Simba na Yanga. Nyinyi mmeazimishwa tu mshangilie. Umeelewa? Wenye timu yao ndio wameamua tarehe, watapanga tarehe Simba na Yanga wacheze. Ila Yanga hatokuja. Yanga mimi ninavyojua hatakuja. Sio nataka waridhishe watu wa Ruvuma wa Mwanza. Simesikia sasa hivi Mwanza wanasema na sisi tucheze. Shinyanga hatuchezi. Singida hatuchezi. Kote huko wanasema wacheze. Wamepeana taarifa. Kama umepeana taarifa, tarehe itapanga na wasije. Maana wamechungulia kwamba tukutana na Simba hii ya kina Eli, hatutoki. Bwana tumalizie na lile tamko letu lile tarehe 1 ndio kesho kutwa. Wale wanaovaa jezi wale. Tuasisitize kwa mara nyingine. Tushaongea na mawakili wanatuambia mtu atakayevaa jezi ya Simba ni kumponti kuanzia tarehe 1 wakakae ndani. Na tuna watu 6 sasa hivi ambao tumewapointi. Watalala wapo kwenye maangalizo. Sio maangalizo, wakivaa jezi sasa hivi. Alafu wakaitukana Simba, wanaenda kulala upango. Bwana shukrani. Ngoja nikumalizie. Na wanasheria wanasema kumbe sheria ya kuvaa jezi ya Simba hapo ukatukana image ya kampuni ya klabu yoyote, ukiwa umevaa jezi kifungo chake ni miezi 6. Kifungo chake ni miezi 6. Kwa hiyo kuna watu utawaona uwanjani mpaka tarehe 10-15 ya mwezi wa 10. Kwa nini mashabiki wa Simba wanaonekana kutokuwa na pressure kwenye hili swala la dabi? Wamewaachia wenzao, ni kama kuna kamchezo fulani kanaendelea kwamba mashabiki wa Simba hawana pressure kabisa. Ngoja nikueleze bwana. Simba wao ndio waliandaa kupeleka. Ngoja nikueleze. Yanga mimi najua tokea miaka hiyo, mimi ni mtu mzima. Yanga wana tabia ya hila. Wao ndio wamepindua eti sisi tumekimbia. Ungetufungulia mlango tungeingia. Tungefanya mazoezi kesho tungekuja. Kwa nini mtuzuia tusifanye mazoezi? Swali, narudia tena. Hapo kama unanisikia na unielewe. Kwa nini Yanga walituzuia sisi tusifanye mazoezi? Kwa nini? Si umezoea kutufunga sisi miaka yote. Kama umezoea kutufunga, kwa nini tufungulie ili kesho tugonge tena? Hapo umenielewa sasa. Narudia mara ya mwisho. Wao wamezoea kutufunga sisi. Wao kama kwa sababu wamezoea wangatufungulia mlango. Bwana nyinyi fanyeni mazoezi. Kesho tuje tuwatandike tena 5. Kwa namna yote sheria inakupa favor. Inanipa favor. Sheria mimi lazima nifanye mazoezi. Kwa hiyo mimi nifanye mazoezi. Kutofanya mazoezi ni mimi. Kutokuja ni swali lingine na swala la kutofanya mazoezi swali lingine. Sasa mimi sikweni nimekuja. Kwa hiyo unizuie uniambie mbona siku zingine ufanyage mazoezi? Unanipangia? Ikitokea dabi haitachezwa, nini itakuwa matokeo? Dabi itachezwa, kama itachezwa. FIFA watoagi pointi za mezani sasa hivi. Dabi lazima zichezwe.